Siamini kwamba wasanii wengi wa kike pamoja na wa kiume wamejihusisha kwa ukahaba. Ukahaba iko sehemu ya wanadada na wanaume pia, okay? So ukahaba ni ile hali ya kufanya mapenzi ili ulipwe, ili upate fedha hivi. So kabla hatujaanza, wacha tuanze na aina ya ukahaba, okay? Ukahaba ya kwanza ni ukahaba ya kuzaliwa ama ya damu, na ukahaba ya pili ni ukahaba ya kupelekwa, okay? Okay, so tuanze na ya kwanza. Ukahaba ya kuzaliwa ama ya damu ni ukahaba ambayo utoka kwa kizazi baada ya kizazi. Unapata babu yako na nyanya yako walikuwa wanajihusisha na mambo ya ngono ili kuweza kulipwa, na hiyo tabia imeweza kusafiri kupitia damu ya kuzaliwa na ikakuja kwako. Azin mtu unapata hata akona pesa kiasi gani, lakini bado anafeel kufanya ukahaba. Azin mtu akona ameridhika, akona kazi nzuri, akona pesa, akona kila kitu, lakini bado moyo wake inamsukuma tu aingie kwa ukahaba, okay? Ukahaba ya kuingizwa ni imegawanyika sehemu tofauti tofauti. So kuna ya slavery, okay? Slaves, okay? So mwanadada anaweza akachukuliwa na akaenda akalazimishwa kuweza kufanya ukahaba ili watu matajiri fulani waweze kubenefit kutoka kwa ukahaba ambaye anafanya. Hii sana sana tumeiona ikifanyika kwa nchi za nje, pale nje. For example, mwanadada wetu anaweza toka kienda kazi bila kujua hiyo kazi ambayo anaenda ni kazi ya ukahaba. So akifika pale ananyang'anywa passport na analazimishwa kuingia kwa ukahaba ya lazima bila malipo ama malipo kidogo sana, okay? Aina nyingine ni ile ya kuingia kwa ukahaba bila kutaka, as in situation ndio imekufanya ukaingia kwenye ukahaba. So unapata wanadada wengi ameweza kujifungua mtoto, baba ya mtoto amemruka, ana mtu yote, familia mzima imemruka, ana uwezo ya kujisaidia ama kujimudu ili mtoto aweze kupata mahitaji ambayo anahitaji. So inapata huyo mama inabidi aweze kuingia kwenye ukahaba ili aweze kumudu maisha ya watoto wake na kadhalika. So ni ile ya condition ndio imekuingiza kwenye ukahaba, okay? So hii sana sana imeshika wanadada wachache sana. Kuna wanadada wachache kabisa ambao wameingia kwa ukahaba kwa sababu ya condition. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza kumsupport kabisa, hawezi iba mahali atauawa, so inabidi aweze kujiuza ndio aweze kupata fedha za kujimudu kimaisha. Na kuna aina nyingine ya ukahaba ama prostitution ambayo ni ya tamaa. Prostitution ya tamaa ni ile ambayo unapata msichana ama kijana kwao wako na kila kitu. Mama yako anakuprovidea kila kitu, chakula iko ukiwa college, kila kitu mzazi amekuprovidea, lakini ile tamaa ya kutaka extra, unataka simu kali, unataka uanze kuendesha gari mapema, unataka maisha ya kifahari mapema. So hii aina ya prostitution mtu anajiingiza kwa sababu ya kutaka nini ya haraka, mali ya haraka, inaitwa ni tamaa ama prostitution ya tamaa. Okay, so hii mostly inafanyika kwa maklabu na baa zetu hapa around. Unapata vijana ambao kwa wako salama, wako sawa, wanaprovidiwa chakula, wanaweza kukula, wako kwenye maklabu, wanadada wanawalipa ili waweze kufanya ngono na wao, ama wanaume wazee fulani wanalipa wasichana wadogo ili waweze kushiriki kwenye tendo la ndoa. Haya, kuna aina nyingine ya prostitution ama ukahaba ambayo ni ya massage. Watu wengi wanasemanga kazi kwa massage kuna pesa sana, okay? So massage iko aina tofauti tofauti. So kuna massage ile massage mtu akiwa uchi, ametoa nguo zake zote, una massage mwili mzima. So unapata harakati ya mwanamke kukuguza mwili na kukufanyia massage, unapata hisia imepanda ya kufanya ngono na unamlipa pale na mnaweza kuridhishiana pale kufanya ngono pale. Ndio kwa maana wanadada wengi wanasema kwamba massage iko na pesa nyingi, iko na tip sana, okay? Na iko na mtu unaweza develop mbio, kwa sababu unapata mwanadada amelipwa pale aweze kufanya kitu ambayo hafai kufanya, okay, kwa mwanaume ama mwanamke. Unapata kuna kijana anafanya massage pale, mwanamke akachukuliwa na hisia ya ngono na mapenzi na akaweza kulipa kijana aweze kufanya ngono na yeye. So hiyo ni aina nyingine ya prostitution ambayo watu hawajawahi jua. Kuna nyingine inaitwa pornographic type of prostitution. Hii ni aina ya prostitution ambayo unapata kijana ama dem anachukuliwa na ambiwa enda uact porno, kuja uact mkiwa mnafanya sex ama ngono na muweze kulipwa. So mnachukuliwa pale na kampuni fulani ama watu fulani wanawarecord mkiwa mnafanya ngono na mnalipwa. Hiyo pia ni prostitution kwa sababu ni sex kwa ajili ya pesa. So vijana wengi sasa hivi wamejihusisha na hiyo sana. Of all the prostitution, hii ndio sasa hivi imeanza kutrend sana, okay? Another type of prostitution ni public prostitution. Public type of prostitution ni ile yenye mwanadada amejikubali publicly akasema mimi ni prostitute na najiuza, okay? So kila mtu akimwona anajuanga huyu ni prostitute. Tunaonanga wengi hapa kwa street, hata wanaendanga kwa maandamano yao wakisema wanataka serikali iweze kuwapatia security ndio waweze wakifanya prostitution yao wawe safe, okay? Hiyo ni aina nyingine ya prostitution, inaitwa public
type of prostitution, yani umejiweka huru, kila mtu ajue wewe ni prostitute. Okay, kuna aina nyingine prostitute ni private type of prostitution. Hii ni ambayo mwanadada unamuona ni mzuri hapa, amevaa vizuri, lakini anajiuza kisirisiri. So huwezi jua until siku yenye utaona na macho yako ama siku yenye ataconfess mwenyewe. Sasa hiyo ni aina nyingine ya prostitution ambayo inaitwa private type of prostitution. Okay, the last type of prostitution ambayo tutaongelea leo ni online prostitution. Hii ndio imeweza kuteka nyara sana nchi yetu pamoja na Afrika nzima. Unapata mwanadada ako pale online ana dance akiwa uchi, alafu wanaume wanamtumia pesa ama wanamtumia gift. Hii ni aina nyingine ya prostitution ambayo watu wengi hawajui jua ni prostitution. So unapata kuna mwanadada fulani hivi ako pale online ana dance a half naked. Wengine wanatoa nguo completely, wana dance wakiwa uchi, na wengine hawatoi nguo completely, wako a half. Inaitwa soft pornography. Okay, so from there wanaume wanaanza kumwatumia gift, watu wanajaa pale live, wanafanya nini, ama na act akiwa anafanya ngono yeye mwenyewe, then anajiuploadia mwenyewe kwenye site ambayo ana upload na kadhalika. Hiyo inaitwa online prostitution kwa sababu anafanya hizo aina za ngono kwa ajili ya kuingiza fedha. So tuko na aina nyingi sana za ngono, na ngono kitu kama hii sex prostitution hapa Kenya imekaa allowed. Okay, huwezi chukuliwa mahakamani na uhukumiwe kwamba wewe ni umepatikana na hatia ya kuwa prostitute na uweze kuhukumiwa. Hakuna sheria ambayo imelimit mtu kutokuwa prostitute, lakini Biblia yenyewe ndio yenyewe tu ina limit watu kuto act in prostitution. Na kwenye sheria ya Musa kule nyuma ulikuwa ukipatikana kama unafanya mambo na prostitution ulikuwa unahukumiwa kifo kwa kupigwa mawe hadi kufa. Okay, hata Islam haikubali mambo na prostitution. Sidhani kama kuna religion ambayo inakubali anything to do with prostitution. Lakini sasa hivi vijana wengi pamoja na wasichana wengi wamejiingiza kwa ngono ya haraka ya kupata pesa. Okay, kwa hiyo harakati ya kufanya hivyo unapata kama wamejiuza na wakajishusha dhamani. Wakati msichana ama kijana mdogo unajiachilia kwa ajili ya pesa, hiyo ni kujishusha dhamani na value yako inazidi kureduce chini. Okay, so watu wengi hapa kwenye social media wanga wana dance bila kujua, wana engage in prostitution unknowingly. Msichana anavaa almost half naked ama anatoa panty kabisa na anaanza kudansia watu online bila kujua, ameshajiingiza kwenye group ya prostitution bila kujua, na inaendanga hivyo, inaanza graduate, inaenda step nyingine mpaka inafikia point umetoka nje pale usiku, umesimama, ukiona gari unasimamisha ili uweze kujiuza pale. So what do you think about prostitution? Unaweza kutuachia kwenye comment section. Till the next time, Jack Blue Africa.